Karibuni kufuatilia mada zetu za elimu ya nyota na mambo mbalimbali kuweza kujua nyota yako na jinsi ambavyo utakavyofuatilia katika nyota yako ili uweze kupata mafanikio. Pia pete za bahati, kusafisha nyota, kuweka nyota zako vizuri na kupandisha nyota, vile vile kupata daraja za mafanikio kupitia nyota yako. Siku ya leo nataka kuzungumzia tarehe ambazo watu wengi sana hawazifahamu. Kwa hiyo katika mfululizo wa tarehe zetu za kila mwezi kuna nguvu mbaya ambazo tarehe hizo inabidi uzifahamu ili uweze kujua hizo tarehe huwa zina nguvu gani, au uweze kujikinga nazo, au uweze kufuatilia mambo yako mengine. Tarehe hizo huwa zina nguvu ya ubaya katika mwaka mzima. Kuna baadhi ya watu wanakuwa wanazitambua tarehe hizo na kuna baadhi ya watu pia wanakuwa hawazitambui tarehe hizo. Kwa maana utakapofuatilia masomo yetu utajua vitu mbalimbali, mojawapo vikihusiana na somo la leo linalohusu hizi tarehe ambazo ni tarehe ambazo unatakiwa wewe usifahamu. Sasa nisikilize kwa makini ili uweze kuzifahamu tarehe hizo na miezi yao katika zile siku zetu 365 za mwaka mzima. Kwa hiyo katika kila mwezi huwa kuna tarehe ambazo zinavuta nguvu mbaya, yaani zinaleta matukio mabaya. Achana na zile siku mbaya. Tunaanza na Januari, tarehe 1 na tarehe 7 huwa ni tarehe zenye nguvu mbaya sana. Na Februari kuna tarehe 3, tarehe 4, tarehe 16 na tarehe 30. Hizi ni tarehe ambazo huwa zinavuta nguvu mbaya katika mwezi wa 3. Katika mwezi wa pili, mwezi wa 3 ni tarehe 1 na tarehe 4. Unatakiwa tarehe hizi uweze kuzifuatilia na kuziogopa sana, kwa sababu huwa zinakuwa na mvuto ambao ni wa kuweza kurahisisha jambo baya. Na Aprili ni tarehe 10 na tarehe 11. Tarehe 10 na tarehe 11, hizo ni tarehe mbaya ambazo unatakiwa uziogope sana na uweze kuzifuatilia pia. Mei ni tarehe 3 na tarehe 10 pia. Kwa hiyo tarehe hizi katika mwezi wa 5 huwa zinakuwa na matukio mbalimbali. Unaposema zina matukio mbalimbali, zinakuwa zinavuta nguvu mbalimbali ambazo ni za matukio yale ambayo sio mazuri, matukio mabaya. Na Juni ni tarehe 10 na tarehe 16. Hizi ndizo tarehe mbaya katika mwezi huu wa 6. Julai ni tarehe 10 na tarehe 13. Hizo ni tarehe ambazo pia unatakiwa uziogope zinapokuwa zimefika katika mwezi huo. Na Agosti ni tarehe 1 na tarehe 2. Septemba ni tarehe 3, tarehe 10 na tarehe 22. Hizo ni tarehe ambazo unatakiwa uziogope sana. Na Oktoba ni tarehe 3, tarehe 10, tarehe 14 na tarehe 29. Hizo tarehe huwa sio tarehe nzuri katika usumaku wake, yaani nguvu yake ya matendo na vitu ambavyo vinavutwa na tarehe hizo. Na tarehe mwezi wa 11, yaani Novemba, ni tarehe 3, tarehe 5 na tarehe 18. Hizo ni tarehe ambazo sio nzuri. Vile vile Disemba ni tarehe 7 na tarehe 10. Kwa hiyo tarehe hizi na miezi hii niliyoitaja hapa ni mjumuisho wa tarehe mbaya ambazo zinakuwa zinavuta matukio mabaya na kurahisisha katika mwaka mzima wa zile siku 365. Kwa hiyo basi ukiangalia upande mwingine wa nyota, kila nyota ina siku yake mbaya, na ikiwa wewe umefahamu siku yako mbaya utakuwa uko katika hasara, kwa sababu kila nyota ina zile siku zake mbaya, na katika zile siku mbaya ndio siku ambazo wewe wapaswa au ya kupasa uwe makini sana katika kufanya mambo yako. Kuna siku mbaya na tarehe mbaya, zikigongana hizi tarehe mbaya za miezi niliyoitaja, zikagongana na ile siku yako mbaya, huwa yanatukia matukio makubwa sana ambayo hutayasahau na lazima utayaweka katika kumbukumbu yako. Kumbuka pia katika zile siku mbaya unatakiwa uwe mwangalifu sana. Kumbuka tumefundisha siku mbaya na tarehe mbaya ambazo ukizishika uweze ukaanzisha jambo lako la maana katika tarehe hiyo au katika mwezi huo wenye tarehe zile mbaya.
unatakiwa uwe makini sana na uweze kuzifahamu ili uweze kufaidika katika ufuatiliaji wako wa mzunguko wa nyota na mambo yako ya nyota. Na huwezi ukaanzisha jambo lolote likafaulu katika tarehe hizi mbaya au likaenda sawa. Kama ni ujenzi utakuwa mgumu kuendelea. Kama ni biashara itakufa au itaingia matatani, utafilisiwa au utatapeliwa au utaibiwa. Kwa hiyo nakushauri uweze kufuatilia channel yetu ya YouTube, pia tuko TikTok, Instagram na Facebook ili uweze kupata masomo yetu yatakayokupa ufahamu zaidi kwa wale ambao wanaipenda elimu ya nyota na kuweza kufuatilia mambo yao yanayohusu nyota na mambo mengine ya mahusiano. Kumbuka pia tunaweza kumrejesha mpenzi aliyekuacha ingali unampenda. Tunatoa pete za bahati, tunatoa madaraja ya kinyota kwa wale ambao shughuli zao zimesimama hapo hapo haziendi mbele, na wale ambao wanahitaji miputo ya biashara na mambo mbalimbali. Ofisi yetu inapatikana Kifuru shule ya msingi. Kwa nambari za simu utatupigia 0713340948 na 0765407433 na namba nyingine ni 0787432148. Pia kwa wale walio nje ya nchi watatutafuta katika WhatsApp zetu, na ofisi zetu ziko wazi kila siku kasoro siku ya Ijumaa tu. Mimi si mwingine ni Mnaji Mkundumu.